shida gani mbona sikuelewi? Amna, sina shida yoyote. Hapana, sijakuzoea hivyo, una shida gani? No. Mimi niko vizuri tu. Unajua nini Angel? Mimi kuna watu wanne ambao walishaingia huko ndani. Lakini hao watu wanne wawili mimi wameshanipeleka polisi. Na wengine wawili wamenikimbia Angel. Pamoja na ujasiri uko nao. Na ubaba nilikuwa nakuonyesha. Nilikuwa nakuonyesha wewe tu. Ila kuna tatizo ambalo linanisumbua Angel. Una shida gani? Kwenye kuhangaika kwangu. Nimeenda kwa daktari. Kwa daktari? Umeasilika? Hapana Angel. Ushauri wa daktari nilioambiwa siwezi kwenda faragha na mwanamke yoyote yule bila kutumia ngata. Ngata? Angel, nini shida Angel? Duka la madawa. Dando na mambo mengi niache kwanza. Wewe nifiche duka la madawa, unafuata nini? Kwani ningekuwa na shida si ningekwambia? Kwa hiyo hauna. Nakwambia mimi sina shida. Kama ningekuwa na shida ningekwambia. Ukiona hivyo sina shida yoyote. Unajua Angel, baada ya kwenda kwa wazazi, kutambulishana, kupeleka barua posa, je, ungependa sasa ndoa yetu ifanyikie wapi? Ifanyikie nje ya Tanzania, ifanyikie nje ya Dar es Salaam, ifanyikie humu Dar es Salaam? Wewe ungependa ifanyikie wapi? Shida mimi nipo tayari kwa sababu shida tu yani sitaki kitu ifanyike ndani ya yani ndani ya Dar es Salaam. Yani hata tukienda kufanya huko visiwani yani nakuwa hamna shida. Sababu kule hamna uswahili kama huku. Ya, kule kidogo hata maadili ya dini hapo. Maadili hapo. Ya, na kuona wakati huo unanukia marashi ya Kizanzibari. Umepiga shela lako mama na shungi kubwa. Itakuwa safi. Utaniona siku hiyo. Basi mimi najiandaa kwa ajili hiyo. Au unapendelea uvae vipedo suruali huko kwenye ndoa? Sababu harusi ambaye vipedo jamani. Haiwezekani. Nilikuwa natania tu amjoki, si ndio? Hamna shida. Najua bibi harusi hawezi kuvaa nguo hizo. Na kule unajua kuna maadili ya kidini kule. Watashangaa. Lakini ndoa yetu itakuwa babe kubwa. Itakuwa ya kibabe sana sana. Sombe Mungu. Basi inshallah. Mr. Tim. Salama. Karibu. Asante. Na maongezi na wewe. Basi. Karibu kae. Kitu chenye kumbe hapo. Kwa hapo ndani kitu hivi. Tupo tunaendelea vizuri. Unasema una maongezi na mimi? Na maongezi na wewe. Mimi nipo na shida. Inanisumbua sana. Katika kuwaza nakaona
nije kwako kwa sababu wewe ni rafiki yangu wa muda mrefu. Rafiki yako? Kwa mimi tena Angel, mimi rafiki yako. Yaani pamoja na yote nahangaika nayo kuhusu wewe bado mimi rafiki yako. Shida niliyokuwa nayo ni kuhusu yule 69. Yule mtu ni kama vile anavyoonekana. Unasema nani? 69. Ni yupo kibabe, mambo yake ya kibabe, ni ananisumbua sana. Kwa kutumia ubabe wake. Ikapelekea hadi mimi kufika nyumbani kwake. Kwake? Yaani mpaka kwake? Ndio. Yaani na kuangeka kote mimi wewe umekwenda mpaka kwake. Sasa nisikilize. Ndio maana mimi nimekuja kufuata yeye, ndio maana nimekuja kufuata tuje tuongee. Baada ya kufika kwake, alinieleza vitu ambavyo ndio vinanifanya mimi niumize kichwa. Sijui nifanyaje, ndio maana nikaja kwako kwa rafiki yangu ambaye najua ni mtu unanifahamu kwa muda mrefu. Ni mtu ambaye utanipa ushauri. Yaani unarudia tena. Mimi nimekwambia sio rafiki yako. Unipe ushauri ili mimi ni jinsi gani niweze kukaa mbali na yule mtu. Angel, kwanza nimeshakwambia mimi sio rafiki yako. Yaani hilo swala la urafiki tu hilo mimi ndo tunagombana. Yaani wewe unajua kabisa mimi nakupenda na nahangaika kwa sababu yako. Lakini wewe umeng'ania urafiki tu wewe. Hebu achana na hizo stories za rafiki wangu. Naona hazina maana. Kama una jambo basi achana na hizo stories. Kwa hiyo msiteni. Unakataa kunisaidia tu kwa sababu ulikuwa unanihitaji. Sio kama nakataa Angel. Yaani wewe umetoka hapo ulipo mpaka kwake. Angel. Ila kwa sababu unataka kuwa mbali naye na mimi natamani uwe mbali naye, nitakusaidia Angel. Lakini sasa Angel, unifikirie na mimi. Mr. Ten. Niambie. Kama kawaida. Shari, mambo unyama ni mwingi. Unyama mwingi. Naona unatafuta nini? Ndugu muziki wetu unajua. Unyama sana mwanangu. Karibu sana bana. Bwana. Hapo awali nimeshakuletea ile ngoma, ila hapo nimekuja na ngoma nyingine mpya pia. Sasa ambayo imejaa maravdab, ngoma kali japo ni demo. Unayo hapo? Ninayo mwanangu. Nipe kidogo. Kwa nini nikupe pamoja nikupe kapela kwanza hapo usikilize. Nikikutizama usoni yanitoka maneno matamu kwa uzuri ulionao. Na kuomba usiniteme na usije ukachenjeka, maana marafiki ni haramu. Usije ukanitema au ndio binadamu. Maneno yao subiri kuansikia. Bonge la ngoma mwanangu, ndio vibe kutosha hapa. Yaani nikwambie kitu. Hizo ngoma za maravida ndio ngoma ambazo zina hit hapa mjini. Ndio. Kwanza hizo ngoma zinanifanya mimi nimkumbuke mpenzi wangu Angel. Yaani nanifanya nimkumbuke Angel, mpenzi wangu. Sema mwanangu, acha kabisa. Angel nayo mwanangu yule. Sema yule achana naye mwanangu. Nakuchana mwanangu. Achana naye. Sababu yule ana mambo mengi, atakufelisha mambo mengine. Wapi? Sababu yule unajua yule nani ile kidali yule. Anaanza kuja kufanya kitu mbaya, sababu wewe unatoka unaenda kufanya muziki huko unarudi usiku. Unaweza kukuta sema amekusubiria na ana bisbisi, ana kisu, mambo sio kuletea mbaya. Kwa hiyo achana naye, tuendelee na muziki bana. Na mimi bado nakuhitaji kwenye muziki, unanisupport sana. Sikia nikwambie bana Girl Kiss. Ipo hivi. Mimi Angel nampenda. Alafu sasa Angel huyo alishakuja hapa
akaanza kunipa habari za yule bwana, anataka kukaa naye mbali, mimi nimsaidie. Sasa unaponiambia hizo habari nyingine, mimi nakuwa sikuelewi kabisa.